Karibu sana mpenzi mtazamaji, natumai ubuheri wa afya, umeketi mahali pale, unazidi kufuatilia taarifa usipendazo za runinga ya Citizen. Mimi ni Peter Chevi. Ni mengi tuliyokuandalia kwa leo, karibu andamana nami kutoka sasa hadi tamati. Na mpenzi mtazamaji, leo nikiwa Peter Chevi, mwizi wa sauti. Leo ninapata kuiba sauti za watangazaji wa runinga ya Citizen. Kaa tayari, kaa chonjo, keti kitako kitini chako, ninapokuletea misururu ya video hii ili upate kupakua ikiwa moto. Ni wiki moja tangu kuripotiwa kutekwa nyara kwa vijana 10 jijini la Nairobi. Maafisa wa DCI wamechukua hatua ya kuchunguza tukio hilo ambalo lilisababisha kupotea kwa vijana hawa, wakiahidi wananchi wasiwe na kiwewe na kuwapa muda murwa wa kufanya uchunguzi. Washukiwa watafikishwa mahakamani Jumamosi na kesi hiyo kufanyika ili kubaini waliohusika katika utekaji nyara. Huku nchi ya Kenya ikizidi kukumbwa na tatizo hili sugu, viongozi wanaitwa ili wapate kushirikiana na maafisa wa polisi ili kufanya uchunguzi na kupunguza tatizo hili. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen, Nairobi. Leo hii licha ya kibaridi kikali ambacho kilikuwa kimeshamiri eneo nzima la Nandi, wakazi hawakusita kuamka mapema ili kujisajili kwa upigaji kura. Wakazi katika eneo la Sangalo liliko katika ukingo wa msitu wa Nandi North walifika katika kituo cha usajili wa kura na wakapata kujisajili, wengi wao wakifurahia mazoezi haya ambaye yanawawezesha kufanya na kutenda yale ambayo mzalendo wowote anahitajika kufanya katika usajili wa kura. Wananchi wengi wamejitolea huku wakisema kwamba ni haki yao kuchagua viongozi wanaowataka. Ben Kirui, runinga ya Citizen. Vijana katika jiji kuu la Mombasa wanazidi kujisatiti katika kutafuta riziki bandarini. Katika bandari kuu ya Mombasa ambako vijana wamekusanyika, wengine wakichukua nafasi hiyo kurekodi kanda za video ili kuweka katika mtandao wa TikTok, wengine katika mtandao wa YouTube wakionekana kuvuma. Na katika jiji la Mombasa, vijana wa Swahili wakikariri mashairi. Jiji la Mombasa limekuwa kivutio kikuu cha watalii, huku vijana wengi wakiacha shule na kupata kuwaelekeza watalii kwa mambo mengi. Francis Mtalaki, runinga ya Citizen, Mombasa. Takriban wiki moja tangu Rais William Ruto kuvunja baraza lake la mawaziri, leo hii ameandamana na naibu wake pamoja na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi. Rais akipendekeza wizara lenye sura mpya ili kuwasilisha na kupata kutenda kazi kwa wananchi wote. Abraham Kithure Kindiki amerejeshwa katika afisi yake ya ulinzi iwapo ataidhinishwa na bunge. Profesa Kindiki anakashifiwa vikali na upinzani pamoja na wanaharakati kwamba alipohudumu katika afisi hiyo polisi walitumia nguvu dhidi ya waandamanaji na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 50 kulingana na tume ya kutetea haki za binadamu KNCHR. Aden Bare Duale amepewa wizara ya afya. Hii ni iwapo Duale atajitetea katika mbele ya bunge na kuidhinishwa. Rais ataendelea kupanda miti na Roselyn Soifan Tuya katika mikakati yake ya kuongeza misitu nchini na kupigana na utabia nchi. Hii ni iwapo bunge litamuidhinisha Roselyn Tuya. Katika waziri 11 walioteuliwa, 5 kati yao ni sura mpya. Stephen Leto, runinga ya kiwewe na woga kilisidi kutanda katika eneo la Kisii pamoja na jiji zima la Kisii. Mita chache kutoka Kisii tunafika katika nyumba ya Bwana Chuma, nyumba ambalo limekuwa likikumbwa na waziwazi, kwani mtoto wao wa gredi ya 10 bado hajahudhuria shuleni. Mtoto huyu ambaye ni Grace ambaye hajafika shuleni tangu shule kufunguliwa, hii ikiwa ni licha ya rais kutangaza kwamba watoto wote wafike shuleni. Crispin Otieno, runinga ya Citizen. Kwa mara ya kwanza kiongozi wa taifa amepata kuvunja kimya chake na kuzungumza na wananchi katika mradi wake wa kupeana pesa za nyota. Akizungumza na Gen Z na kusema kwamba atachukua fursa hiyo kukuza uchumi iwapo atamchagua tena mwaka ujao.
Kiongozi wa taifa aidha ametoa pesa nyingi sana katika mradi huo wa nyota, huku kila kijana akipokea shilingi 25,000. Pesa hizo ili kuwainua katika biashara pamoja na kilimo mtawalia. Emmanuel Too, runinga ya Citizen, Nairobi. Dakika chache kabla ya saa 1, kanda hii ya CCTV inaonyesha vijana ambao walikuwa wamejiamina silaha butu waliingia katika duka moja la mtu ambaye alikuwa anachuuza bidhaa katika duka la Nairobi. Hili duka la jumla lilishambuliwa na vijana hawa. Vijana hawa waliingia na kumteka mwenye duka na kumwambia atoe pesa zote alizokuwa nazo. Vijana hawa walionekana kukimbia kutumia pikipiki. Dakika chache baadaye, mwenye duka anaonekana akitoka katika duka lake. Anawasilisha kesi hiyo katika kituo cha polisi kilicho karibu. Polisi wa DCI wanaendeleza uchunguzi wakisema kwamba vijana hawa ni wa eneo hili la Nairobi, kwani walikuwa wanaijua maeneo haya vizuri. Franklin Wala, runinga ya Citizen, Mtazamaji, hao ndio watangazaji katika runinga ya Citizen ambao nimeiga sauti zao ili kupata misururu ya video kama hizi ambazo nimezitundika pale. Hudhuria katika chaneli ya Achevi Peter Channel katika mtandao wa YouTube na kutakia siku njema ya kukata na shoka.